tusaidie online viewers, online viewers, ambao wabarikiwe sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hiyo. Na pia tuko na YouTube channel yetu. Kama utaweza kusubscribe, unapata kila wakati tunapo kuwa na ibada zetu tutapokea pale kwa YouTube channel, na Mungu atakubariki sana. Praise the Lord. Amen. Ni sababu nimesema sauti ikawe salama kabisa, ndio wale ambao kwa online pia wapate baraka. Kuna wale wali watch tuliambiwa last time watu ngapi? 520 kama 33. Hiyo ni nzuri sana. Nashukuru sana. Pia sasa tumekuwa na followers kwa Facebook. Tunaelekea 90. Tuliona last time tulikuwa 87. Kwa sababu tunaenda mbali. Tunaenda wapi? Mbali. Tunaenda wapi? Mbali. Praise the Lord. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya haya. Niwaletee matangazo kwa ufupi ili tuingie kwa kipindi ambacho kinachofuata. Tukiangalia kalenda yetu ya mwezi wa 4. Sasa hii ni Jumapili ya kwanza kabisa, April 2025. Hii ni Jumapili yetu ya kwanza kabisa. Na vile ambavyo tutatumia ujumbe, tunaambia tunakutana kwa ibada ya ajabu. Praise the Lord. Amen. Maana mwezi wa 4 sio tu mwezi wa kawaida. Niliwaandikia nikamwambia kwamba is a spiritual month. Praise the Lord. Amen. Mwezi wa kiroho. Maana ni mwezi ambao tunakumbuka mambo ya kiroho yaliyotendeka kwa ajili ya sisi kama kanisa. Na tunapokumbuka hayo, yanatusaidia kujua umbali ambao Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuenenda. Praise the Lord. Amen. Yeah. Kwa sababu huu ndio mwezi ambao tunakutana tu kusherehekea kifo chake Yesu Kristo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Na hiyo ndio injili. Na huo ndio ukweli. Na hiyo ndio inatufanya tunaenda mbali. Wakati unaanza kupata ufunuo kuhusu kifo chake Yesu Kristo, unakuwa a spiritual giant. Amen. Praise the Lord. Amen. Ukisoma kitabu cha Deuteronomy 2 and verses 20, the Bible says there was a land of giants. A land of giants. Na sisi tunaweza geuza hapa kuwa madhabahu ya giants. Praise the Lord. Amen. Nije nipatie tu that also was accounted a land of giants. Giants dwelt there in all time, and the Ammonites called them Zamzummim. Mpaka nchi ikaitwa nchi ya giants. Praise the Lord. Naomba Mwenyezi Mungu wakati tunaendelea na ibada hii na wakati tunaondoka hapa, kule kwenu kutajulikana kuna giant anakaa huko, spiritual giant. Amen. Are you ready? Yes. Mungu atusaidie tuweze kuinuka kwa spiritual giants. Hata wachawi wakiangalia wanasema hiyo boma iko na spiritual giants. Nataka kuinua spiritual giants. Na hiyo inakuja wakati tunapata revelation kuhusu the death of Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ndio sababu mwezi huu huwezi kuafford kumiss ibada yote, kwa sababu tunataka tuzunguke tu hapo mahali kuhusu vile preparation, vile Yesu alienda, tuende vile Baba alikufa na vile alivyofufuka na mambo mengine pia tuimezane. Praise the Lord. Amen. Hiyo itatusaidia kiroho at personal level kuinua madhabahu ambayo yanafaa. Are you ready? Yes. Kwa hivyo tarehe 18 naiona pale. Tarehe 18 itakuwa siku ya Ijumaa, ni Friday, wiki lijalo. Tarehe 18 wiki lijalo, Friday, tarehe 18. Tunaita Good Friday. Alafu tunafika Saturday, itakuwa tarehe 19. Alafu 20 tunaita Easter Sunday. Alafu itasongeshwa holiday, itaingia Easter Monday.
ambayo itakuwa tarehe 21. Lakini sisi kama kanisa ambao tunanuia kuwa spiritual giants, tutakutana hapa Friday kwa ibada maalum. Praise the Lord. Amen. Tutakutana hapa Friday kwa ibada maalum. Very powerful service. Tutakutana hapa. Kwa hivyo unaweza kuambia rafiki yako, unaweza kuambia ndugu zako, wakakuja na wapendwa wengine, maana ibada itakuwa hapa, ibada ya ajabu ambayo tutakuwa tunajifunza kuhusu kifo chake Yesu Kristo. Praise the Lord. Amen. Ndio sababu Isaiah anauliza ni nani ameamini ujumbe wetu? Kwa sababu huu ujumbe ni wa ajabu. Nani anaweza kuamini ujumbe kama? Nani ameweza kuupata? Nani amepata ufunuo kuhusu? Tutajifunza haya tukipita katika hicho kipindi tarehe 18. Baada yetu itakuwa hapa kuanzia saa 2, tutamaliza saa 6:30. Are you ready? Yes. So tell your neighbors, tell your friends tuweze kufika kwa hiyo ibada, itakuwa nzuri sana. Papo hapo ndipo tutakapowajulisha tena ibada nyingine ambayo itakayofuata. Praise the Lord. Amen. Leo ni tarehe 6. Kila mwezi huwa tuna celebrate babies ambao walizaliwa. Na kwa hivyo tuna Sunday ya kwanza ya mwezi tuna celebrate birthday ya watoto ambao walizaliwa huo mwezi ambao utakuwa umeisha. Na kwa hivyo tumekuwa tukifanya hivyo for long time, na leo tuna celebrate March babies. March babies wako wapi hapa? Mama Felicitas pale, Faith yuko hapo, mama yuko hapa. Wow, 1 2 3 4, Livingstone yuko hapa. 5. Mwingine ndio yule pale Samuel, mlango pale. 7 March babies. Wewe tutakuwa tunawadedicate na kucelebrate kuzaliwa kwao. Bible says before waingie kwa tumbo la mama yao, Mungu alikuwa ameshawajua tayari. Na amewaleta hapa duniani kwa kusudi. And then we must celebrate the purposes of God in their lives. Kwa sababu Mungu aliwaleta hapa na kusudi makubwa. Kabla hajaingia kwa tumbo la mama, Mungu alikuwa ameshawaandaa. Akasema watakuja kuwa prophets on this land and the entire nation and in the whole world. Praise the Lord. Leo lazima tusherekee kwa kazi nzuri ambayo Mungu alifanya kutuletea mama Felicitas, kutuletea nani yule Faith, kwa sababu wao walikuja maksudi. Ama walikuja hapa kianjani tu. Kwa mfalme wa Mungu hakuna haja. Mambo yote yamepangwa mapema. Na mapema ndio best. Mapema ndio best. Na Mungu ndiye anafanya mambo mapema. Sababu anajua mapema ndio best. Praise the Lord. Amen. Tarehe 15 mwezi huu itakuwa Tuesday. Wazazi walikuwa wamepanga retreat. Vijana walienda retreat yao, wakacheza michezo, kwa competitions. Na wazazi wakasema pia wao wanataka kwenda retreat. Wakiongozwa na wamama. Wamama wakasema walipelekwa retreat kitambo sana, sijui wakiwa Harlem, na ikaishia huko, mzee akapotea. Hapo moja yuko tu, lakini siku hizo hakuna retreat atawapeleka. Wao wakasema pia wao wanaweza tengeneza retreat. Wao wanaenda retreat yao, wakae mahali, waongee mambo yao, wakule ugali samaki, wakunywe juice, wacheze, wafurahie Mwenyezi Mungu umbali ambao amewafikisha. Praise the Lord. Amen. Unajua ni kushukuru Mwenyezi Mungu vile tumefundishwa siku leo. Tumefundishwa hivyo. So the first thing tunataka kuomba Mwenyezi Mungu, prayer ni kuhonor God. And the only way unamheshimu ni kumwambia mambo ambayo ameyafanya. Kuna jamaa mmoja kule Nigeria alitishia ulimwengu sana kwa mambo ya kiroho. Na alihubiri injili na mambo ya Katoliki. Anaitwa Babalola. Sema Babalola. Babalola alikuwa na program sana, kila asubuhi watu walikuwa wanakutana. Na huyo Babalola anakuambia alihubiri mpaka Yesu akashuka, watu wakamuona. Na alikuwa hapo amesoma sana. Babalola. Na mambo mengine gani Mungu alitumia kufundisha. Yule anapenda kufuatilia, yeye alikuwa na idahosa. Lakini Babalola alikuwa wa ajabu sana. Praise the Lord. Mungu alimtumia sana. Lakini kila asubuhi walikuwa wanakutana. Walikuwa wanaita morning dew. Upande wa asubuhi. Kuongea kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo amefanya. Nataka nikwambie yeye alikuwa anashukuru. Alikuwa anashukuru Mungu, anamwambia asante kwa sababu nimeamka nikipumua,
naweza kuona, nimeenda choo, naweza kujikuna, naweza. To you inaweza onekana mambo rahisi na kawaida, lakini siri ya huyo ndugu Babalola ilikuwa kila siku yake naweza kuinua mkono. Because as some people wanaamka mkono haiwezi ku. Sasa alikuwa anaweza kuinua mkono. Anaweza kujikuna. Kuna wengine wanasema nikune hapo kwa mkono. Lakini wewe unaweza mwenyewe. Sasa inaonekana rahisi. Kuna wengine hawezi enda haja ndogo, lakini wewe umeenda. Siri ya Babalola ilikuwa hiyo. Kwa hivyo lazima tukutane tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo ametutendea. Are you ready? Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo. Hayo ndio matangazo ambayo tuko nayo siku ya leo, na tutaweza kukutana na vijana. Siku ya baada ya ibada tukutane na So kwa hiyo maombi ambayo huwa tunafanya Tuesday hapa kuanzia saa 4 mpaka saa 6 hatutayafanya kwa sababu ya mkutano ya hiyo retreat. Si ndio? Huwa tunakuwa na prayers Tuesday. Na Saturday kuanzia saa 8 tunakuwa hapa kwa intercession. Kila Saturday tunakuwa hapa kwa uombezi. Fika saa 10 tunakuwa na praise and worship practice. Praise the Lord. Amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwa haya mengi nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kipindi hiki ambacho tunaingia, ambacho ni kipindi cha neno lake Bwana. Are you ready? Yes. Nakuwa tayari na neno la Mungu linakuja, kitabu chako na kichwa chako na kalamu yako na chochote na media wanakuwa tayari na kila kitu inaendelea vizuri. Praise the Lord. Kwa sababu kuna aina nyingi sana ya makanisa. Kuna kanisa linaitwa teaching church. Ile ukienda unapata ka TV, blackboard, kalamu, watu wanatumia note, watu wanatumia. Kuna kanisa lingine linaitwa evangelical church. Ukiingia kule, hata kama mlikuwa mmeokoka, wakimaliza wanauliza nani anataka kuokoka. Hata kama ni fellowship ya viongozi, wanauliza nani angependa kuokoka. Unaweza kuwa umerudi kwa nyumba na tukuongoze. Kuna makanisa ingine inaitwa social conscience. Kazi yao kujali maslahi ya watu. Sasa kila kanisa Mungu analiweka mahali na kusudi. Kuna ingine inaitwa prophetic. Sasa Bwana ananionyesha. Bwana anasema power inakuja. Watu wanaenda chini. Watu wanakuwa hiyo ndio prophetic. Unapenda kanisa gani? Okay. Nashukuru, lakini yote makanisa haya ni mwili wa Yesu Kristo. Praise the Lord. Amen. Basi nashukuru Mungu asubuhi ya siku ya leo. Mungu alinipatia ukoo mzuri sana. Ukoo wetu tunajivunia ukoo. Umesema? Ukoo. Tunajivunia ukoo. Maana katika ukoo wetu bila kwamba niliwaambia watu Mungu ameweza kuokoa. Praise the Lord. Amen. Wakati Mvasi alikuja hapa Evans, ndugu yangu, sema ngoja. Yes. Mofat alikuwa hapa jana, kasimama hapa. Tukaongea ndogo hapa. Pia atakuja siku nyingine. Huyo ni ndugu yangu ameokoka. Tumezaliwa sisi. Wote misalaba tumebeba. Hiyo ni kazi ya mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Blessed memory Bishop Joel. Huyo alihakikisha watoto wake wote wamemjua Yesu. Sisi wote tumeokoka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na hiyo mbegu imeenda mpaka kwa kuzo wote. Unajua kuzo? Wa kwanza wako pale Queen Elizabeth. Yuko pale. Hiyo ni kazi kabisa. Niliwaambia ile Jumapili alipokuja. Si unamjua? Yes. Leo Mungu ametubariki, tumepata tena kazi nyingine ambaye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, mchungaji. Na yuko tayari siku ya leo. Tunamuomba apate kunena pamoja nasi neno lake Mwenyezi Mungu. Are you ready? Yes. Wakati anasimama ataweza kujiintroduce vizuri sana, lakini mimi wakati nilikuwa tumeishi na yeye kwa nyumba moja akiwa kisoma secondary, mimi nikiwa primary, tukakaa pamoja, tukaitana majina yetu ya vituko na majina ya nguvu tukigrow.
Sisi tulikuwa tunamuita the prophet. Kwa tunamuita the prophet. Akiwa tu high school, boys. Na Mungu akatusaidia kuendelea hivyo na hivyo mpaka kufika saa hizi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Amekuwa katika ibada, katika huduma ya kupanda makanisa. Unajua mambo ya kupanda makanisa kijinsi ilivyo. Alikuwa anatuhadithia siku nyingine alikuwa anatembea karibu 17 kilometers hapo. 17 kilometers kwa miguu, sio bike, sio boda, sio gari. Nienda mahali ambapo alikuwa amepanda kanisa. Inaitwa sacrifice. Praise the Lord. Amen. So kwa hivyo haya yote Mungu amemwezesha kuyapitia na kumpa ujuzi zaidi na maarifa ya kuweza kuhudumu. Na tumebarikiwa sana kwa senta yetu kule Butere, maana amehudumu huko mara kadhaa. Praise the Lord. Na hata hapa tulikuwa tunaandaa kwamba akuje tena aweze kutunenea, lakini ameingia vile Yesu alisema. Yesu tena mnajua? Yesu alisema anakuja kama without notice. Are you ready? Yes. Atakuja without notice. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameingia kwa njia hiyo. Kwa sababu yeye ni mhuduma, tunajua tena yuko tayari kunena pamoja nasi. Haya ndio mambo tulijifunza. Na hiyo ndio nilikuwa nikiambia watu kule Butere na hapa kule wenye nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa nawaambia kama mmepanga program na mhubiri akasekana, niamshe tu. Kwa sababu mimi niko ever ready. In season and out of season. Ndio jinsi alivyo. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo nataka tuweke mikono yetu pamoja, tupige makofi tunapokaribisha mtumishi wake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Tupate kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Huwa tunasimama, tunapiga makofi mpaka vile atakavyotuambia tuketi chini, ndio tutakapoketi chini.